tuende zaidi. I want to share with you Ningetaka kushiriki pamoja nasi on the topic katika mada how to cultivate a life of continuous harvest. jinsi ya kuishi maisha ya kuvuna kila wakati. How to cultivate Jinsi ya kuangalia na kutengeneza maisha, a life of continuous harvest. maisha ya kuendelezi, uvunaji wa As kuendelea. a Christian, Kama Mkristo, how do you harvest continuously? utaendeleaje? Utavuna vipi kwa kuendelea? As a believer, Kama muamini, how do you harvest continuously? unawezaje kuvuna bila kukoma? God is not raising a people who harvest seasonally. Mungu hakuzi watu ambao mavuno yao ni ya nyakati na misimu tu. He is raising a well-watered garden Anakuza bustani zilizotiwa maji vizuri, whose fruit never fails, tunda ambazo hazikomi, which can give a harvest in and out of season. wanaoweza kuzaa matunda katika nyakati na katika misimu na nje ya But misimu. we must ask ourselves, why do so many believers experience seasonal harvests? Kwa nini Wakristo wengi mavuno yao ni ya nyakati fulani tu? Why don't they have a future and a fruitful breakthrough all throughout the season? Mbona hawana maisha ya upenyo kila wakati? Why is it that I plant today and I don't harvest? Mbona leo nipande na nisivune? Why don't I even plant for that matter? Na mbona hata sipandi kabisa? God is a God who cares, and He wants us to experience a breakthrough that has no end. Mungu ni Mungu anayejali na anataka kwamba tupate mavuno ama upenyo usio na mwisho. He wants us to have a sustained breakthrough. Anataka tuwe na upenyo unaobaki. A breakthrough that never ceases. Upenyo ambao huna mwisho. A breakthrough that is not momentous. Upenyo ambao si wa nyakati fulani. A breakthrough that continues and it is continuous. Upenyo unaoendelezi. For us therefore to have a harvest Ili kwamba tuvune. which is continuous, Na kuvuna kwa kuendelea. that operates in season and out of season. Na uvunaji unaoendelea kuwako hata wakati ambapo si msimu. There are a few things that we must Kuna understand. vitu kadhaa lazima tuelewe. I want you to open your Bible in the book of Mark chapter 4 verse 26 and 29. Tunataka tufungue katika kitabu cha Marko 4:26 hadi 29. And as we do that, I want you to remember, Na ukifanya hivyo nataka ukumbuke you are a garden. wewe ni bustani. Turn to your neighbor and tell your neighbor, you are a garden. Mwambie jirani wewe ni bustani. Shake your neighbor and tell your neighbor, you are a garden. Mtikise jirani mwambie wewe ni bustani. Mwambie, you are a garden. Wewe ni bustani. Mark chapter 4 verse 26 up to 29. Marko 4:26 hadi 29. If you are there, say amen. Ukiwa pale sema amina. There are few. If you are there with me, say amen. Kama umefika sema amen. A few more. If you are there with me, say amen. That's better. Now Jesus is speaking to his disciples Kristo anaongelesha wanafunzi wake and he's teaching them a parable. na anawaambia mfano. And this is what he says. Na hivi ndivyo anavyosema. The kingdom of God is like a man who scatters seed. Ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Mwambie jirani yako, scatter seeds. Tell your neighbor, mwaga mbegu. The kingdom of God Ufalme wa Mungu is like what? unafananishwa na nini? Talk to your neighbor. Mwambie jirani. Talk to your neighbor. Ongea na jirani. And if your neighbor is not talking, he's a suspect. Na kama jirani wako haongei, huyo I give you an opportunity to go to another place. unaweza mhama huyo. The kingdom of God Ufalme wa Mungu is like a man who scatters seed. ni kama mtu aliyemwaga mbegu. Endelea. Ufalme wa Mungu
mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Akawa akilala na kuondoka. Anafanya nini? Akilala na kuondoka. He scatters seeds, Amemwaga mbegu goes to sleep. na akaenda kulala akiondoka. Endelea. Akawa na akilala na kuondoka usiku na mchana. Usiku na usiku na mchana. Analala usiku na mchana. sio hivyo. Analala na kuondoka. Kwa hivyo analala usiku na anaondoka mchana. Endelea. Akawa akilala na kuondoka usiku na mchana. Nayo mbegu ikamea na kukua. Na mbegu ikamea na kukua. I want you to remember, number one, he scatters seeds. Kwanza kabisa alitawanya na kumwaga mbegu. Then he goes to sleep. Kisha akaenda akalala. Then he wakes up. Anaamka. When it is night, he sleeps. Usiku akalala. When it is during the day, he wakes up. Asubuhi anaamka anaondoka. Endelea. Nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Alikuza mbegu? Hakukuza. Alikwenda kuchungulia mbegu? Kuchungulia. Alikwenda kuitoa mbegu? Hapana. When he scattered, alifanya nini? Alilala. Na akaamuka na akafanya nini? Akaondoka. Na mbegu ikafanya nini? Ikamea. Amen. Endelea. Basi mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Alijua ikimea? Kujua. Anajua mbegu inamea namna gani? Asivyojua yeye, maana nchi huzaa yenyewe. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke. Pole, usitupeleke mbio. Haya, pole. Nchi hufanya nini? Huzaa yenyewe. Mwangalie jirani yako, mwambie nchi huzaa yenyewe. Look at your neighbor and say the ground gives its own. Look at your neighbor with an attitude and tell your neighbor, nchi huzaa yenyewe. The ground gives its own produce. Yes. Amen. The kingdom of God Ufalme wa Mungu is likened to a man unafananishwa na mtu who scatters seed aliyemwaga mbegu and goes to sleep akawa akilala and wakes up na kuondoka day and night. usiku na mchana. He does not know Hakujua how the seed grows, mbegu ilivyomea na but the kukua, seed, lakini mbegu, but the earth lakini nchi produces. huzaa yenyewe. Amen. Endelea. Kwanza jani. Kwanza jani. Kwa hivyo huzaa yenyewe. It first gives itself product. First the stalk. Kwanza jani. Ask your neighbor, why do you want after planting you first of all you get the fruit? Mbona unataka kwamba baada ya kupanda upate tunda tayari? It doesn't work like that. Haifanyi hivyo. When you plant, the first thing that comes out is a stalk. Ukipanda la kwanza ni jani. Wewe unapanda jana, niliwaambia look at the farm we have there. There's no fruit. Lile shamba tulilopanda pale hakuna tunda. There are only stalks. Hapo ni majani tu. Even if we wanted badly to get a fruit, hata kama tulitaka sana kupata tunda, we have to wait. Lazima tungoje. For the earth to work itself. Nchi izae yenyewe. To produce. Endelea. Kwanza jani. Tena suke. Tena nini? Suke. So there is a stalk season. Kuna wakati wa jani.
Hallelujah. Amen. Every time you go out with a seed Wakati unatoka na mbegu yako and you plant a seed, na unaipanda, hear me, my brother, my sister, nisikizeni ndugu zangu, dada zangu, that seed will grow. itamea. Not because you are praying so Si hard. kwa ajili unaiomba That seed sana, will grow. itamea. Not because you are fasting. Si kwa ajili That seed unafunga, will grow. itamea. Because the earth Kwa maana nchi produces. huzaa. Amen. It will not grow Haitamea because you are complaining. kwa sababu It unalalamika. will not grow Haitamea because you are annoyed. kwa sababu It umekasirika. will not grow Haitamea because you know your grandfather or your kwa grandmother. maana unajua babu zako na manyanya zako. It will grow Itamea because it is in the ground. maana iko kwenye And nchi, once a seed is in the ground, na mbegu ikiwa kwenye nchi it has no option haina sababu nyingine but to yoyote grow. ila kumea tu. Amen. But how it grows, Lakini yenyewe yamea vipi we don't know. hata hatujui. Endelea. Tena suke kisha ngano pevu katika suke. A stalk, Ni jani, then the head, kisha suke then the kernel. na kisha ngano pevu. I want you to write that if you're writing. When a stalk, Andika kama waandika, sema jani, a stalk, andika jani, it must begin with a stalk, huanza na jani, then the head, kisha suke, then the kernel. alafu pevu, ngano pevu. What is interesting with this scripture, Inachonipendeza na fungu hili, Mark is the only one Marko peke yake ndiye jamaa ambaye that records this parable. anaandika mambo haya. It is not in Matthew, Hautapata Mathayo, it is not in John, hautapata Yohana, it is not in Luke. hautampata huko Luka. This is a unique parable Huu mfano ni wa kibinafsi sana, that only Mark lakini ni ya kwamba ni Marko peke yake talks about. anayeongelea. Number 2, Ya pili, it is placed between two parables. mfano huu umewekwa katikati ya mifano miwili. The first one Mfano wa kwanza is about the ground, ni kuhusu nchi, is about the sower who goes and scatters seeds. ni kuhusu jamaa ama mpanzi Some of them fall on anayepanda, the ground, good ground. na mbegu zinaanguka kwenye ardhi Some of them njema, fall on rocky sides. zingine zinaanguka kwenye mawe, Some fall on the wayside. zingine zinaanguka kwa barabara. It is after this parable Ni baada ya mfano huu that Jesus, according to Mark, talks about what the kingdom of God is. ambapo baada ya hapa, kulingana na Marko, Yesu anatupatia mfano wa The ufalme. kingdom of God is likened to a farm. Mfalme wa Mungu umefananishwa na shamba, It is likened to a garden umefananishwa na bustani. where man goes out and scatters seeds. Mtu anapoenda kumwaga mbegu. So number 1, Ya kwanza, the kingdom of God is not a lottery. ufalme wa Mungu si lottery patapotea, Good, patapotea, nilitaka hiyo. It is not a lottery. si patapotea. It is not about, I used to go to a place called Makadara those days when we were growing. I will tell you what Makadara is. Alikuwa anaenda Makadara, nitawaelezea. Makadara is not the one the hospital, no. They used to have Makadara, fun fair. Makadara ilikuwa ni fun fair ama ni zile. Yes, fun fair. There are swings, there are those things, in a roller coaster or what, there's one that go round. Merry-go-round. That merry-go-round, there's all those things. And there were so many games. Kule kulikuwa na michezo mingi sana na mashini nyingi sana ya kucheza. And we would go there with money. Na wangeenda kule na pesa. And we would find this person Na wangepata mtu who has 6 points. ana mahali 6. And what he would say, Na angesema weka nyingi kula nyingi, weka nyingi kula nyingi, weka put a nyingi kula lot, nyingi, eat a lot, put weka a lot, nyingi kula eat a nyingi, lot. weka nyingi kula nyingi. And what he would do, And what we will do, he had 3 dices. alikuwa na dice ama zinaitwaje kwa Kiswahili zile wale alikuwa na dice. Yes, and those ones,
He would do ngolo, 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 and then he would drop them. Angezitikisa tikisa hivi kisha aziangusha. Once he drops them, Akiziangusha, if it ends to a place where you put your money, kama itaangukia mahali uliweka pesa, and the dice is double, na ionekane kwamba imeongezeka mara mbili, you would get double what you have entered at the place. Watakupatia pesa mara mbili ya ile uliweka If pale. it was triple, Na ikionekana ni mara tatu, you would get 3 times. basi utaonekana yako imekuwa mara tatu. And we would go there, Na tungeenda pale, and we would observe first. Before putting the money, we would observe. na tulikuwa tunaangalia sana kabla hujaweka pesa yako. Like so many Christians, that's what they do. Kama Wakristo wengi hivyo ndivyo tunavyofanya. They come to church and they observe. Wanakuja kanisani kuangalia tu. And they think that the church is a lottery. Wanafikiria kanisani ni pata potea. So they bring some things. Wanaleta vitu vyao. And they come in anticipation that they will receive. Wanapokea, wanatarajia kupokea. And it goes ngolo, 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 twa, and they lose. Wanafanyiwa ngolo twa, inapotea. And they get discouraged. Wanakata tamaa. Because they came for something. Maana walikujia kitu. They never came for fellowship. Hawakujia ushirika. They never came for a man. Walikujia mtu. They never came for a man. Hawakujia mtu. Jesus Christ. Ambaye ni Kristo They Yesu. came for the things that the man carries. Wanakujia vitu ambavyo huyu And jamaa when they beba. lose and they miss the things, Na kwa hivyo wanapoteza na wanapoteza vitu vyao. they get discouraged. Wanakata tamaa. Because they have treated the kingdom of God Maana wamefanya kwamba ufalme wa Mungu as a lottery. ni pata potea. They give their tithe Wanatoa fungu that God will give them back. ili kwamba Mungu awarejeshe. If God does not give them back, Mungu asiporejesha, because it is still a stock, maana bado ni jani. I say it is still the stock, Bado ni jani. they get discouraged. Wanakata tamaa. They leave before Wanaondoka the kernel, the kabla head ya grows. suke na ngano. They go to another church Wanaenda kwingine, to begin planting again. wanaanza kupanda tena. They sing in the choir. Wanaimba kwa kwaya, Nothing happens. hakuna kitu kinafanyika. They don't get a job Hawapati kazi. because they are trusting God Maana wanamtumainia Mungu for a job. wapate kazi. But because the kingdom of God Lakini kwa sababu ufalme wa is Mungu not a lottery, si pata it potea, is a farm ni shamba where you have to scatter seeds mahali unapopanda and you mbegu go to sleep. na unaenda kulala. Amen. But some, Lakini wengine they scatter seed wao wanatapanya mbegu, and they decide, I am not sleeping. wanasema silali. Looking at the place where they place their seed, Wanaangalia mahali waliweka mbegu, waiting to see that something happens. wanangojea kitu kifanyike. 1 month, nothing happens. Mwezi mmoja hakuna kitu. 2nd month, nothing happens. Mwezi wa pili hakuna kitu. 3rd time, nothing happens. Mwezi wa tatu hakuna kitu. And they feel discouraged. Wanakata tamaa. I came to tell you this morning, Nimekuja kusema asubuhi ya the leo, kingdom of God ufalme wa Mungu is a farm. ni shamba. A farm does not operate with emotions. Shamba haifanyi kazi kulingana na hisia. A farm does not operate with moods. Shamba halifanyi kazi kulingana na hisia zako. A farm does not operate with hallelujahs. Hazifanyi kazi shamba kwa kusema haleluya. Niliwaambia mpaka mtakuwa sustained tu. I'm here. God says deal with these guys. A farm Shamba is not a place of miracles, si mahali pa muujiza. instant miracles. Muujiza wa pap. Receive, you receive. Receive a car. You don't even know how to drive. How do you receive a car? Pokea gari na hata You don't even have a driving license. How do you receive it? hauna license na Do you want to kill people on the road? Je, unataka uwe watu barabarani? Receive a wife. You don't even have the lines.
Pokea mke na hata una mistari. People don't receive wives. Watu hawapokei wake. They have to say something. Lazima wafuate na waseme kitu. They have to do something. Lazima ufanye kitu. And what you say Na kile unachosema is the seed. ni mbegu. Amen. Amen. Turn to your neighbor and tell your neighbor, Mwambie the jirani. kingdom of God is a seed. Ufalme wa Is a Mungu farm. ni shamba. Husband, when was the last time you told your wife, I love you? Mume, ulimwambia mke wako mara gani ya mwisho kwamba unampenda? Saying I love you is a seed. Kusema unampenda ni mbegu. Amen. Mwaka mzima, a whole year. You are just saying, oh, she knows. Knowing what? You plant a seed. Unasema kwamba mwaka mzima mke wako bado anajua unampenda. Hajui, wewe panda mbegu. Sema amen. Amen. So number one, Ya kwanza, the kingdom of God ufalme wa Mungu is a farm. ni shamba. And farm do not operate by emotions. Shamba hazifanyi kazi They kwa don't sababu ya operate by hisia. whether you have or you don't have. Hazifanyi kazi kwamba niko navyo na ama sina. It will never react to your cry and your tears. Alifanyi kazi kwa sababu unalia sana. It will not react to your courage. Alifanyi kazi shamba kwa sababu una The ujasiri. farm will only react when a seed has been introduced into the ground. Shamba linafanya kazi wakati mbegu imewekwa katika ardhi. You want souls to come to the kingdom of God? Unataka nafsi ziokoke, You need to plant the word of God in the hearts of people. unafaa kupanda mbegu katika mioyo ya watu, You mbegu ya neno la cannot Mungu. allow yourself to live in an area where people do not know Christ and you keep quiet. Hawezi jiruhusu kuishi katika maeneo watu hawamjui Kristo na wewe umenyamaza. Plant the seed of the word of God. Panda mbegu ya neno la Mungu. Plant the seed of the gospel. Panda mbegu ya Injili. Don't push them, just plant it there. Usiwasukume, lakini panda And the mbegu. Bible says the farmer does not know how, Biblia inatuambia huyu mkulima but the hajui. earth creates atmosphere and creates an environment for growth. Hajui vipi inavyokuwa, lakini nchi inatengeneza na kuzalisha. Isaac sowed during famine Isaka akapanda kwa wakati wa ukame in the land of Gerar, katika nchi ya Gera and he reaped 100-fold. na akavuna mara 100. The widow is Zarephath planted. Yule mjane wa Zarepta akapanda, She sowed her last seed. akapanda mbegu yake ya mwisho, She sowed the last that she had. yale ya mwisho aliyokuwa nayo, kile cha mwisho And the alichokuwa nacho. Bible says she continued taking oil. She continued getting the oil Na Biblia ikatuambia akaendelea kupata mafuta in a dry situation. kwa wakati wa misimu ya It ukame. was during famine, Ulikuwa ni wakati wa ukame, but she had seed and she planted, lakini huyu mama akakuwa na mbegu akapanda and she had an harvest. na akapata mavuno. You remember the boy with the loaf of bread and some fish? Kijana mwenye alikuwa na mikate kadhaa na samaki, He carried that because that was his lunch. alibeba chakula chake cha mchana, But because he had it, lakini kwa sababu alikuwa nacho he sowed it into the hands of Jesus. akakipanda mkononi mwa Yesu. And more than 5,000 people were able to eat from the hands of this little boy. Zaidi ya watu 5,000 wakakula kwa hicho Stop kidogo. praying lottery prayers. Wacha kuomba maombi yapata potea. Asking God to bless a harvest you have never planted. Waambie Mungu abariki shamba ambalo hukupanda. Bwana, ninaomba amani. Wewe mwenyewe ndiye mtovu wa amani. You pray for peace, but you are the one who takes away the God, peace. we are praying for peace in Kenya. You are the first tribalist in this country. Unaomba amani Kenya, lakini wewe mmoja wao wa wale ambao ni wa kabila. God, I'm praying peace here in Mzambaraoni. You are the first one that causes havoc in this place. Ukiomba kwamba unaomba amani, lakini wewe wa kwanza ndio unaondoa If amani. you want peace, sow peace. Kama unataka amani, panda amani. Amen. Because the kingdom of God is a farm. Maana ufalme wa Mungu ni shamba.
If you want love, plant love. Kama wataka upendo, panda upendo. Men in the house, don't just come home empty-handed. Mwanaume usikuje nyumbani mikono tupu. Buy even if it's a banana. Mnunua kama ni ndizi. These guys don't want big things, they just want small things. Hawa watu hawataki vitu vikubwa, wanataka vitu vidogo. Buy a big G. Nunua big G. It's not a matter what you have, just bring it home. Si kwamba ni kikubwa, kilete nyumbani. Na kikula big G sema, oh, kumbe my husband was thinking about me. When she eats that big G, she thinks, oh, mume wangu alinifikiria. Why are you complaining about salt? Mbona unalalamika kuhusu in the food? Chumvi kwa chakula. It's because you don't care. Ni kwa sababu hujali. And the lady, your wife, does not care. Na mke pale nyumbani hajali. So we'll take a coffee of salt. Atachukua kofi la chumvi. We'll plant it in the food. Talipanda pale kwenye chakula. Without care. Bila kujali. Amen. Amen. So if you are seated closer to your husband or your wife, kama umeketi karibu na mume wako ama mke wako, your husbands, if you are close to your wife, kama uko karibu na mke wako, I allow you to plant a seed. Na kuruhusu upande mbegu sasa. Tell her I love you. Mwambie unampenda. Itapandwa na osmosis. That is why sometimes that is why it is very dangerous sometimes to sit very far from your wife. Ndio maana ni hatari kukaa mbali na mke wako. Now you've missed that opportunity. Sasa umekosa nafasi. You are just throwing, now you are throwing. Sasa unatupa mbegu. Broadcasting. Number 2. Ya pili. For you to operate, for you to be able to experience continuous harvest. Ili wewe uweze kupata mazao ya kuendelea. Identify the seed that you already have. Angalia na uelewe ni mbegu gani ulionayo tayari. Because every one of us, God gives us a seed. Maana kila mmoja wetu Bwana ametupatia mbegu. For Moses it was the staff. Kwa Musa ilikuwa ni kile kijiti. And the Bible says when he dropped the staff, na Biblia inasema alipokiangusha, things happened because that was the seed. Maana ilikuwa ni mbegu. When he was crossing the Red Sea, alipokuwa anavuka bahari ya Shamu, it is the staff that touched the water. Ni fimbo iliyogusa maji. It created a way where there seemed to be no way. Na ikatengeneza njia pasipokuwa na njia. Number 2, I want you to know, my brother, my sister, ningetaka ujue ndugu yangu, dadangu, there is a seed in your hand. Kuna mbegu mkononi mwako. And it will change nothing if you continue just keeping it in your pocket. Na hautawahi badilisha chochote ukiendelea kuishikilia mfukoni. And looking at it and very smiling. You know, I have a seed, my brother. Ukisema mimi nina mbegu ndugu yangu. Oh, look at this beautiful seed. Angalia mbegu yangu hii nzuri. Oh, let me place it in the cupboard. Wacha niekelee pale kwa kabati. I'll be looking at it every day. Nitakuwa nikiangalia kila siku. Oh, my seed. Oh, mbegu yangu. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, God, for the seed. Asante Mungu kwa mbegu. I'm not going even to sleep. I'm just looking at the seed. Sitalala, naangalia mbegu. Even if it is at night, I will just look at the seed. Hata usiku mimi nitaiangalia mbegu. Mwambie jirani yako, plant the seed, plant the seed, plant the seed. Tayoniba, panda mbegu, panda mbegu, panda mbegu. Number 3. Ya tatu. Before you plant the seed, kabla ya kupanda mbegu, examine the soil. Angalia mchanga. Tell your neighbor, examine the soil. Angalia mchanga. Don't go and ask somebody you want to get married to the person. Kumbe ni jambazi. And look, examine the seed. The soil. Oh, the soil now. Thank God you are following. Angalia mchanga.
Is it shallow? Je, mchanga ni mdogo? Shallow grounds will not take you anywhere. Michanga midogo haikupeleki popote. A husband who is shallow with the word of God will be crazy. Mume ambaye anajua kidogo tu neno la Mungu si mzuri. A wife who is shallow in the word of God will give you stress. Mwanamke ambaye neno la Mungu analojua ni kidogo atakupatia stress. Raising your children in shallow ground will give you stress. Kulea watoto wako katika ardhi ambayo ni ndogo itakupatia stress. Examine the ground. Angalia nchi. Shake your neighbor and tell your neighbor, examine the ground, examine the ground. Angalia jirani mwambie, angalia nchi, angalia nchi. Amen. Because the kingdom of God is a farm. Maana ufalme wa Mungu ni shamba. Say amen. Are we getting somewhere? Tuko sawa. Examine the ground. Angalia nchi. If it is in the wayside, kama iko barabarani, don't farm on the wayside. Usipande barabarani. There is an adage in our language that says murimanjirani gatua gakwe. Somebody. Kwao wanasema murimanjirani katuanga ke. Yes. So the person who tills besides the road follows his own. Ati mtu anayepanda kando ya barabara anafuata njia zake. Why? Kwa nini? Because people will be passing there. Maana watu watapita pale. They will say, don't put 2 seeds, put 1. Watakwambia usiweke mbegu mbili, weka moja moja. Somebody will come and say, no, it was not 1, put 3. Maana mwingine atakuja asema weka 3. The other one will say, no, the spaces are wider. Make them shallow. Wide. Narrow. Make them narrow. Nafasi ni kubwa sana, zifanye zikuwe ndogo. Just like when you have your first baby. Kama ukiwa na mtoto wako wa kwanza. Walimu ni wengi. You have a lot of teachers. They will come and tell you, muoshe mtoto na maji moto. Usimuoshe na maji moto. Muoshe na baridi. sio baridi. Muoshe na usimuoshe kabisa. Hata usimuoshe kabisa. Say my amen. Amen. And that is why our Gen Zs nowadays, what they do, they don't ask any question. Ndio maana vijana wetu siku hizi hawaulizi maswali. They just go to the internet. Wanaenda kwa internet. How to wash a baby. Jinsi ya kuosha mtoto. They are tired. Because the parents are not sowing any seed nowadays. Maana wazazi hawapandi mbegu kabisa. They have no time with their kids. Hawana nafasi na watoto wao. They have no time with the teenagers. Hawana wakati na teenagers. So the teenagers have now to find out. Sasa vijana lazima watafute information. Ufahamu. Let me tell you one thing. Wacha niseme. The other day I was on the road and therefore I was not able to watch the Arsenal, the one, you know. Alikuwa barabarani kwa hivyo hakuangalia ule mchezo wa Arsenal. Man United, we are taking the, so these people. Hao watu. I went to the YouTube. Alienda YouTube. Because I wanted to watch the match. Maana alikuwa anataka angalie huo mchezo. I stumbled on the wrong one. Akaenda akaona mbaya. Sasa si tule wa hiyo. I think that one was now an AI channel. Nadhani ilikuwa ni channel ya AI. So I don't have radio. I know I'm just driving, so I looked at it, I clicked. Now, Bwana, I saw these guys they had drawn 1-1. Akaenda sasa anaendesha na anaona mpira akaona kwamba wamefanya draw 1-1.
And then it was penalty time. Ikafika wakati wa penalty. Kumbe hata sivyo. Then now I was there. Arsenal wanafunga. The other one hivyo. Then I realized 10 times these guys are not winning. Nobody is winning. Wamepeana penalty mara 10 na hakuna mtu. Everybody in the team took a penalty. Kila mtu kwenye timu alifanya penalty. I said no. There must be something wrong. So I went to another one. Akafuata mwingine. 1-0. I said, oh. But I had that information. Alikuwa amepata ufahamu. And let me tell you, by the time I had that information, na wakati alikuwa anapata ufahamu, I was really glued to the screen. Alikuwa ameangalia screen kabisa. Wanting Arsenal to win. Nataka Arsenal washinde. And they were not winning. Na washinde. Wrong information. Once you have wrong information, ukiwa na ufahamu you will act on the wrong information. Utaishi kulingana na huo mfahamu mbaya. And you will have wrong results. Na utapata matokeo mabaya. So get to know your ground. Jua ardhi yako. Is it shallow? Je, ni ndogo? Does it have thorns? Je, ina miba? Does it have rocks? Je, ina mawe? Will it choke everything that you have invested in? Unafaa je, itameza kila kitu ulichowekeza? Number 2. Ya pili, once the seed is on the ground, mbegu ikiwa ishapandwa, the kingdom machinery takes over. Kazi ya ufalme inaanza kufanya kazi. It becomes automatic. Inakuwa ni kitu cha kawaida. Once your seed is on good ground, mbegu yako ikiwa kwenye ardhi nzuri, it is not about you anymore. Sasa si wewe tena. The kingdom machinery takes over. Ufalme unaanza kufanya kazi. What should bother you? What should bother you? Kile kinachofaa kukusumbua is whether you have the seed, ni kama una mbegu, whether there is good ground, kama kuna nchi nzuri, and once you plant the seed, na ukipanda, go and sleep. Enda ulale. I say go and sleep. Nasema enda ulale. Hello, I am saying go and sleep. Nasema enda ulale. In school, when you have studied well, shuleni kama umesoma vizuri, when you have revised well, umerevise kabisa, go and sleep. Enda ulale. But if you have not revised, lakini kama huja revise, I am telling you, nakwambia, kesha. Don't sleep. Don't sleep. Usilale. Sema amen. Sema amen. Why should you sleep? Mbona ulale? Number 1, you are not the source. Kwanza wewe si chanzo. I'm saying you are not the source. Wewe sio chanzo. So once you have the seed, ukiwa na mbegu, leave it with the Lord. Umeipanda, basi mwachie Bwana. Sema amen. Number 2. Ya pili, take your hand off the seed. Ondoa mkono wako kwa hiyo mbegu. Mwambie jirani yako, take your hand off the seed. Ondoa mkono wako kwa mbegu. So then sleep. Zipande. Sleep at night. Lala usiku. Wake up in the morning. Amka asubuhi. Go and sow another seed. Panda mbegu nyingine. For you to experience continuous harvest, ili upate kuzaa kila wakati, you must sow continuously. Lazima ili uvune kila wakati. And once you have sown, let it to the Lord. Sow another seed. Na ukipanda, mwachie Bwana apanda tena. Can I hear an amen? Amen. Can I hear an amen? Amen. Stop striving. Wacha kubishana. Stop manipulating. Wacha kutaka kufanya mwenyewe. Trust in God and rest. Mtegemee Bwana na upumzike. Finally, mwishowe, there is always a progression whenever you have planted a seed. Kuna muongezeko ama ukuaji fulani wakati umepanda mbegu. When you have planted, the first thing that will come out, unapopanda, cha kwanza kitakachotoka will be the stalk. Itakuwa ni jani. I say the first thing that will come out will be the stalk. Nimesema cha kwanza ni jani. And the stalk is not the fruit. Na jani si tunda.
So stop lamenting. Wacha kulia. Oh, it is the stock. Kuna jani. Oh, I am going to slash the stock. Mimi nitakata jani hili. It is not what I was expecting. Sikutarajia hili jani. Know that that is the season. Jua ni msimu. Your seed is growing. Mbegu yako yamea. I'm saying your seed is growing. Mbegu yako yamea. You come to church. Unakuja kanisani. You plant a seed of service. Umepanda huduma hapa kanisani. You're trusting God for a pay raise. Unaomba Mungu akupatie uongezeke wa mshahara. It will still come. Itakuja. In due season. Kwa wakati wake. You are praying, you are asking God for a breakthrough. Unaomba upenyo. I came to tell you it will still come. Nasema utakuja. Because it is still a stock. Maana ni jani tu. It is not yet food. Haijakuwa ni chakula. So don't eat the stock. Tell your neighbor, don't eat the stock. Mwambie jirani usikule jani. Mwambie don't eat the stock. Usikule jani. Mwambie don't eat the stock. Usikule jani. Unless it is cassava. Ama labda ikwe ni cassava. You can eat the leaves. Unaweza kula yale majani. Because the fruit is underground. Maana mbegu ama tunda liko kule chini. Number 2. Ya pili. The stock is a place of restructuring and preparation. Jani ni wakati wa kubadilisha na kutayarishwa. It is a place whereby every root grows into the ground. Ni wakati ambapo mizizi inapenya kwenye ardhi. It is a place whereby the roots take nourishment from the ground. Ni wakati ambapo mizizi inachukua chakula chake kutoka kwenye nchi. And that is why it is important for you to be planted in good ground. Ndio maana muhimu sana kwamba upande kwenye nchi nzuri. So that during the stock season you are being prepared for fruitfulness. Ili wakati wa jani ukuwa unatayarishwa kuzaa vizuri. Things are hard in your life but you are being prepared for fruitfulness. Mambo ni magumu lakini unatayarishwa kuzaa matunda. It looks like there is famine but God is preparing you for fruitfulness. Inaonekana kana kwamba kuna ukame lakini Mungu anakutayarishia matunda mema. Do not rush into doing things and expecting. Just wait upon the Lord. The Bible says, them that wait upon the Lord, they shall renew their strength. Usikimbie na kuharakisha kufanya mambo, msubiri Bwana maana wale wanaomngojea Bwana watatiwa nguvu. The stock season is a waiting season. Wakati wa jani ni wakati wa kusubiri. Do not despise the moments and the period and the season of small things. Usitharau wakati wa mambo madogo. Do not despise your small business. Usidharau biashara yako ndogo. Do not despise your small ministry. Usidharau huduma yako ndogo. Do not despise your rough marriage. Usidharau ndoa yako iliyo rafu. Stay faithful. Kama mwaminifu. When there is no fruit. Wakati hakuna matunda, kuwa mwaminifu. I say stay faithful. Nimesema kuwa mwaminifu. When there is no fruit, stay faithful. Mahali hakuna matunda, wewe baki mwaminifu. Why? Because God is testing your character. Maana Mungu anajaribu tabia yako. God is preparing you. Mungu anakutayarisha for a great harvest. Kwa sababu ya mavuno makubwa. Hallelujah. Hallelujah. Then from the stalk we go to the head. Kutoka kwenye jani tunaenda kwenye suke. It is called the season of formation. Inasema ni nyakati ama ni msimu wa kutengeneza. The frame of the harvest is now visible. Sasa yale mavuno yanakaa kana kwamba yanaonekana. But the grain is still milky. Lakini mbegu bado ina maziwa. How many are farmers here? Wangapi ni wakulima hapa? When you farm, ukipanda, when the maize has grown hindi likue and is still young, na ni changa, when you go and press the cones, the cones, ukienda kufinya zile hindi, it produces milk. Inatoa maziwa. Ni kweli si kweli? Basi wangapi, how many farmers do we have here? Okay. Wakulima wangapi tunao?
It is not time to eat Si that. wakati wa kukula hilo In tunda. fact, it is not even sweet. Hata si tamu. When you put it here, it is gaya, and it is like it is not sweet. Ukiweka mdomoni si tamu. It is not that. It does not have any taste. Si haina ladha. It is just formation period. Iko katika You kutengenezwa. have to wait. Lazima ungoje. Don't eat when it is not ready. Usikule kama haiko tayari. Vijana, vijana, tell your neighbor, don't eat when it's still not ready. Usikule kama yuko tayari. Please talk to your neighbor. I know you have already understood what I'm saying. Tell them, don't eat. The Holy Spirit has already talked to you. So now tell your neighbor, don't eat until it is ready. Ongea na jirani, mmenielewa. Mwambie usikule kama yuko tayari. Sema amen. Amen. It is beautiful, Ni nzuri, but it is in the formation stage. lakini iko katika maeneo ya kutengenezwa. If you eat before it is ready, Ukikula kabla ya kuwa tayari. when now it is ready, Ikiwa tayari, you will think it is not ready. utafikiria haiko tayari. When you break your trust now, Ukivunja agano lako ama for imani yako instance, before marriage, kabla ya ndoa, you will get into marriage ukiingia katika ndoa and you will always think, na utafikiria if this guy kama huyu jamaa ate before marriage, alikula kabla ya he ndoa, must be eating outside. anakula nje. Hello? Sijui kama naongea na nyinyi. Hata mkinyamaza, let me continue pressing. Acha niendelee kufinya. Because this is life. Maana ni maisha yetu. Do you know why many relationships are breaking in marriage? Kwa nini ndoa nyingi Do zinavunjika? you know why people are not trusting one Na another? watu hawana imani na wengine. They ate before. Walikula mwanzo. Now nobody is trusting any other Hata person. hakuna mtu anamwamini mwenzake. The church is quiet. It is. Very quiet. Very. Even if you drop a pin now, You hear it. you will get. But that is how the truth is. Na hivyo ndivyo kweli iko, ni kweli. Sema amen. Amen. You remember this guy who never waited? Unakumbuka huyu jamaa ambaye hakungoja? Who was he? Aliitwa nani? So Aliitwa Sauli. he was told, wait until I come and give a sacrifice. A sacrifice. And the sacrifice, I mean, why should we wait until the bishop prays for us? We will sacrifice. Akasema kwamba waliambiwa ungoje mpaka wakati wa kutoa dhabihu ufike. Akasema tutajitolea wenyewe. I always tell people, Anaambia watu, if it is hard, kama ni ngumu, don't wait for a wedding. usingoje harusi. Come, we sacrifice. Njoo hapa tutoe dhabihu. Sema amen. So that the harvest can be ready. Ili mavuno yawe tayari. Saul sacrificed. Sauli akatoa dhabihu. He went and won the war. Akaenda na akashindana vita. He came back Akarudi. because he sacrificed before the man of God. Na kwa sababu alitoa dhabihu kabla ya mtu wa Mungu He didn't amefika. even obey the instructions. Hakufuata maagizo. And once you don't obey instructions, Na wakati hufuati maagizo, things begin to go haywire. mambo yanaanza kuharibika. If we are going to fly, Kama tutaburuka, if we are going to soar high, tupande juu sana, we must live by instructions. lazima tuishi kwa maagizo. A plane is flown by instructions. Ndege hupandwa na kuendeshwa kwa maagizo. Sema amen. Ukiona ndege yote iko kule juu, jua it is following instructions. Any plane you see inafuata maagizo. It has been told what altitude it will go.
Imeambiwa itapanda upao upi? What speed it will do? Itaenda kwa mbio gani? What headwinds it will follow, it will pass? Itapatana na upepo wa aina gani? What degree it will, how it will land? Na itashuka kwa wakati gani? And when it will land? Na itashuka vipi? Have you gone to the airport and sometimes you want to land and you are not, you circle the airport because it is not time to land? Ushawaenda katika ukiwa kwenye ndege na badala ya kushuka wanazunguka, maana sio wakati wa kushuka. So the head season is the preparation season. Huu wakati wa suke ni wakati wa kutayarishwa. It is a place that you do not need to rush. Ni wakati haufai kukimbia. Don't go to places where God has not prepared you to go. Usiende mahali Bwana haja kutayarisha kufika. Do not announce an unfinished thing. Usitangaze vitu haviko tayari. Wait until the grain is ripe. Ngoja mpaka ngano iwe. I say wait until the grain is ripe. Ngoja mpaka matunda yaive. I am saying wait until the grain is ripe. Nasema ngoja mpaka matunda yaive. I say wait until the grain is ripe. Ngoja mpaka matunda yaive. You go and talk to a lady one day. Unaenda unaongea na binti. Hata hajakwambia ni sawa. Wewe ushaenda. She didn't say it's okay. Unamwona yule? You say you see that one. Nilimwambia yule. Mambo kumbe hata hajakuelewa. He didn't even understand you. And you are already processing but hajakuelewa. And you already processing. Bado ushachukua mali. By the time now you come to say the same, I didn't know, I have another one. Ah, you have another one. And me, I thought I am the one. No. Unakuja kumuuliza na kuambia mimi sikukuelewa, nina mwingine. Hallelujah. Amen. Simpigie Bwana makofi kwa live. The kingdom of God is a farm. Ufalme wa Mungu ni shamba. It is not a lottery. Si pata potea. It is a farm. Ni shamba. It operates by laws. Inafanya kazi kwa sheria. And God has given each one of us seed. Bwana ametupatia mbegu. That we plant in season. Tupande katika misimu. And we go to sleep. Na tulale. We wake up and plant another one. Tuamke na kupanda tena. We go and sleep. Turudi kulala. Because we don't know how it is forming in the ground. Maana hatujui inavyomea. But at its appointed time it will grow. Lakini kwa wakati uliopangwa itakuwa. When it begins to grow, it starts with a stalk. Inapoanza huanza na jani. That should not discourage me. Usikate tamaa kwa sababu ya I know it is a process for me to get to fruitfulness. Ni wakati Bwana ananitayarisha niingie kwa kuzaa. Then it grows to the head. Inafika kwa kuwa ni suke. Now the grain is there. Sasa kuna ngano pevu pale. But it's still not ready. Lakini bado si tayari. It is milky. Ina maji na maziwa. I continue waiting upon him. Naendelea kusubiri. I continue trusting his timing. Naendelea kungojea wakati wake. I become a steward. Nawa ni mwekezaji. Now I take care of the crop. Ninalinda na kuangalia mmea. Because harvest is coming. Maana mavuno yaja. Now I can rejoice. Na naweza furahi. Now I can live with hope. Naweza ishi kwa tumaini. Because I can see the head. Maana ninaona ngano. My blessing is on the way. Baraka yangu njiani. The devil is a liar. Shetani mwongo. I have waited enough. Nimesubiri kutosha. And when I wait, God is able. Na ninaamini Mungu to do exceedingly. Kufanya zaidi. Greater. Zaidi sana. Above. Na juu. That what I can pray. Ya mambo ninayoweza kuomba. Or even think. Hata kuwaza. Why? Kwa nini? Because the seed. Maana mbegu has its way. Ina njia zake. With the ground. Uko chini kwa nchi. And as I finish this morning, we get to the harvest. Tunafika kwa mavuno. Friends, when the harvest is ready, marafiki, mavuno ikiwa tayari, harvest. Vuna. Turn to your neighbor and tell your neighbor, when the harvest is ready. Mwambie jirani, mavuno yakiwa tayari, harvest. Basi vuna. Wasome pale tumesoma.
Verse 29. Hey, what does it say? Hata matunda yakiiva, As soon as the grain is ripe, mara atapeleka mundu. mara. Immediately. Yes, mara. Immediately. Yakiiva ni mara. When it's ready, it's immediately. Sema mimi nachumbia 5 years. Yakiiva ni mara. When it's ready, it's immediate. 5 years iko kwani unahala degree? Mara. Marriage is not a degree. No, I see degree. It is in immediate. When you are looking for a diploma, mara. Immediate. Yakiiva. Ikiwa tayari. When it's ready. Sema amen. Amen. Ikiingiliana mara. It's ready. When it comes together, it is an immediate. Hebu soma hiyo. Waelewe hawa. Wasione kama ni bishop anasema mambo yake. Hata matunda yakiiva. Hata matunda yakifanya nini? Yakiiva. Hata matunda yakifanya nini? Yakiiva. Inafanya nini? Mara atapeleka mundu. Endelea. Kwa kuwa mavuno yamefika. Those who do maize, you know when it is ready you have to take it out of the farm, because if you don't, now it will has mold will come, takuwa na ile inaitwa mwabila, yani some things will begin now to attack your harvest. Once the harvest is ready, wale wanaopanda mahindi wanaelewa kwamba usipovuna mahindi yako yataanza kupata wadudu, yataanza kuoza. Usipovuna inaanza kuleta shida, kwa hivyo lazima uvune baada ya kuiva. If you don't harvest, usipovuna, you will have rotten fruits. Utapata matunda ya kuoza. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. So plant, basi panda, go and sleep, enda ulale, wake up, amka, plant again, panda tena, go and sleep, nenda ulale, wake up, amka, plant again, panda tena. If you are employed, ukiwa umeajiliwa, plant, plant with excellence, panda vizuri, plant by coming early to the job, panda kwa kuja mapema, plant by doing your work well, panda kwa kufanya kazi yako vyema, because there will be a harvest. Maana kutakuwa na mavuno. Si wakati wewe umeandikwa kazi, wakati ya kazi ya mwenyewe ndio umechukua tenzi. The time when you are employed, that's when you take your tenzi. Deni langu ya dhambi Yesu alilipa. My debt of sin Jesus has paid. Tell your neighbor, work. Fanya kazi. Because that's the seed. There is time for prayer. When it's time for prayer, pray. Wakati wa maombi omba. When it's time to work, work. Wakati wa kazi, fanya kazi. Don't come to church the whole month praying. Go and look for a job and work. Usije kanisani unaomba mwezi mzima, nenda utafute kazi ufanye. Sema amen. Because you are praying maana unaomba that the Lord of harvest kwamba baba wa kuvuna will create something, atengeneze kitu, because there is a seed. Kwa maana kuna mbegu. Hallelujah. Mwambie jirani yako wako. Fanya kazi. So I want to give you 5 disciplines and I leave the space for you. Nataka kupatia sheria 5 alafu tutamaliza. For you to get and for you to experience continuous harvest. Kwamba wewe upatane na mavuno ya kuendelea. Number 1. Ya kwanza, make sure you have continuous sowing. Hakikisha kwamba una upandaji wa kuendelea. Continuous sowing. Endelea kupanda. Continuous sowing. Endelea kupanda. I say continuous sowing. Nasema tuendelee kupanda. I want you nataka for
An experience. Kwa kujaribu tu. You walk out to that small farm. Uende pale kwa ile shamba ndogo. You will find that utapata kwamba there are some stalks that have grown. Kuna zingine zimekuwa kubwa. But there are some places. Na kuna mahali kwingine. There are still some holes. Kuna mashimo. Why? Kwa nini? That seed did not grow. Hiyo mbegu haikumea. What did we do? Tulifanya nini? We went and replanted the seed. Tulienda tukaipanda tena. So you will find there some which are here. Utapata kwamba vingine viko vidogo sana. There are some which are smaller. Vingine ni vidogo zaidi. But we are sure. Lakini tuna hakika. We will have continuous harvest. Tutakuwa na uvunaji wa kuendelea. Every time it is day. Wakati ni mchana. Go back to the kingdom. Enda kwa ufalme. Go back to the farm. Rudi kwenye shamba. Replant and plant. Na panda tena. Because it is the seed. Maana ni mbegu. That will give you an assurance of a harvest. Itakayo kuhakikishia uvunaji. No seed. Hakuna mbegu. No harvest. Basi hakuna uvunaji. So, discipline number 1. Nidhamu ya kwanza. Continuous sowing. Endelea kupanda. Continuous sowing. Endelea kupanda. Sow your tithe. Panda fungu lako. Sow your offering. Panda sadaka zako. Sow the word of God. Panda neno la Mungu. Sow kindness. Panda ukarimu. Sow excellence. Panda ubora. It is a sin ni mbegu for a Christian kwa Mkristo to be lazy. Ni dhambi kwa Mkristo kuwa mvivu. It is a sin. Ni dhambi. That is why Paul says, ndio maana Paulo anasema, whoever does not work, asiyefanya kazi, let him not eat. Na asile. It is a sin. Ni dhambi for you to eat without working. Wewe kula na haufanyi kazi. So continuously. Basi panda kwa kuendelea. Number 2. Ya pili, cultivate patiently. Upalilie kwa uvumilivu. Cultivate patiently. Upalilie uvumilivu. Take care of the stock. Angalia na uchunge jani. Don't kill it. Usivunje na ukaiua. Take care of the leaves. Angalia lile jani. Take care of them patiently. Lijali kwa upole na kwa uvumilivu. Plant yourself somewhere. Jipande mahali. Stop running from season to season. Wacha kukimbia kwa misimu baada ya msimu. Wait upon the Lord. Subiri Bwana. Abraham waited for 25 years. Abraham akangojea miaka 25. But you know Abraham could not wait. Unajua Abraham hangengoja. Went to look for Hagar. Alienda katafuta Hagar. Brought alikuwa nani yule? Ishmael. Akapata Ishmael. The son of conflict. Mtoto wa ugomvi. And because he did not want to wait. Na kwa sababu hakusubiri. There was a conflict at home. Wakakuwa na ugomvi. If you don't wait, usiposubiri, you create conflict. Unatengeneza ugomvi. Number 3. Ya tatu, spiritual vigilance. Uwe mtu ambaye ni wa kiroho. Spiritual vigilance. Ukuwa na umeamka kiroho. Spiritual vigilance. Unaangalia kwa sasa. Yani uko vigilante kiroho. Sawa. Vigilante, uko vigilante. Yani ukuwe na uangavu wa kiroho. You are very vigilant in the spirit. It's not a place to stay, to come and go. Si mahali pa kuja na kwenda. It is a place to dwell. Ni mahali pa kukaa. While everybody is sleeping, wengine wakiwa wamelala, you are watchful. Unaangalia, umwangalifu. When it is day, ukiwa mchana. You only sleep when it is night. Unalala kukiwa ni usiku. Dwell in the presence of God. Baki katika uwepo wa Bwana. Don't visit the presence of God. Usikwe wewe ni kutembea tu kwa uwepo wa Bwana. Cover your harvest with prayer. Funika mavuno yako kwa maombi. Because the enemy is targeting your harvest. Maana adui anaangalia sana mavuno yako. Now that becomes a strategic prayer. Inakuwa ni maombi ya strategia. Because you are praying because there is seed. Unaomba kwa sababu kuna mbegu. You are saying, God, protect the seed. Unasema Bwana, linda mbegu yangu. God, protect the work I do. Bwana, linda kazi yangu. God, protect the excellence. Bwana, linda ubora wangu. God, protect me. Nilinde Bwana. Spiritual vigilance. Uko na ukakamavu wa kiroho. Number 4. Ya 4. Cultivate right association.
jitengenezee kuwa na mahusiano mazuri. He who walks with the wise is wise. Anayetembea na wenye hekima ni mwenye hekima. You remember Ruth and Naomi? Nakumbuka Ruth na Naomi? Ruth chose the right association. Ruth alichagua mahusiano mazuri. He said, your people will be my people. Akasema watu wako watakuwa ni watu wangu. Please, I allow you to go and audit your inner circle. Ninakuruhusu uende ukachunguze wale mnaokaa nao kwa karibu. If you have friends who are fruitless, kama wewe marafiki wako hawana mazao, go and kick them away. Wafukuze. If you find you have friends kama una marafiki who are there talking about the prosperity of other people, wanaongelelea tu ufanisi wa wengine. Yule jamaa bwana anasikia amenunua viatu yule. That guy has bought a V8. Yule jamaa yule ni mdosi sana. The other guy has a lot of money that one. When you know what are you doing? And you unafanya nini wewe? Nasikia bwana amenunua hata nyumba nyingine yule. That one has even bought another house. Ana majumba huko, ana majumba. Mkimbia mtu kama huyo. Run away. Kimbia mtu kama huyo. Who talks about the prosperity of others? Anaongea tu kuhusu ufanikio wa wengine. But who cannot say, unajua jana mimi nilienda nikapiga kibarua kule bwana. Nilipiga kibarua safi na nalipwa shilingi 600 lakini bwana boss akanilipa 700. You know, that is the guy now you work with. Ule ambaye anasema kwamba I did my job and I did it so well, though I was supposed to be paid 600, the boss gave me 700. Look for the right association. Tafuta mahusiano yaliyo ya sawa. If your friends, kama marafiki wako, are wife beaters, ni wakupiga wake, I assure you, na kuhakikishia, you will beat your wife. Utapiga mke wako. Mimi nilichezea nikamzabua, nikuzabua ama nikuzabua ama nikuzabua. Nikamzabua makofi. She played with me and I lifted a slap on her face. Hata wewe mkono wako, at your hand, utakuwa rahisi sana, will be very easy kuzabua, to zabua. But I came to tell you, friends, nimekuja kusema marafiki, ladies now are going for practice. Wanawake siku hizi hawazabuliwi. Now they are training. Wanaenda katika training. You will zabua somebody. Utamzabua mtu. Right association. Lazima ukuwe na mahusiano ya sawa. You cannot walk with ladies hawezi tembea na wanawake who talk ill of their husbands. wanaosengenya na kuongea mabaya. You will begin also to talk ill of your husband. Wewe utaona mabaya ya mume wako na utayaongea. Sikata ni mgonjwa na mgoja afe, mimi ni I'm waiting for this one to die. Hey. Mzigo niondokevu. But this burden to leave me. Your husband is now a burden. Mume wako amekuwa ni mzigo because of the association. Kwa sababu ya mahusiano yako. If you walk with friends, ukitembea na marafiki who do not honor women or respect women, wasioheshimu wanawake, you will also not respect women. Pia wewe hautaheshimu wanawake. Am I preaching? You are. Am I saying something? You are. Right association. Juu uwe na mahusiano ya sawa. Builds right character. Maana mahusiano ya sawa yanatengeneza tabia za sawa. If you walk with divorcees, ukitembea na watu walioachana na ume zao, you will divorce. Hata wewe uta divorce. And it's not a prophecy. Na si unabii. Neither is it a threat. Hata si kumatisho. It is the way the ground works. Ni vile ardhi inafanya kazi. Because that ground, maana hiyo ardhi, is a ground of divorce. Ni ardhi ya walioachana. Hallelujah. Sema amen. The kingdom of God, ufalme wa Mungu, is a farm. Ni shamba. Turn to your neighbor and tell your neighbor, the kingdom of God, mwambie jirani, shamba la ama ufalme wa Mungu, is a farm. Ni shamba.
And finally, Na mwishowe, as soon as the fruit is ripe, tunda likiiva, harvest. vuna. Tell your neighbor, harvest. Mwambie jirani, vuna. Tell your neighbor, harvest. Vuna. Shall we stand before the Lord? Tusimameni uweponi mwa Bwana. As we stand this morning, Ukiamka na kusimama asubuhi ya leo, actually this afternoon, ni mchana, I want to ask you 3 questions. nataka nikuulize maswali matatu. Number 1, Ya kwanza, what seed is in your hand? una mbegu ya aina gani mkononi mwako? What seed is in your hand? Una mbegu ya aina gani mkononi mwako? Because that seed Maana hiyo mbegu is a determinant of your harvest. itatuonyesha mavuno yako. Number 2, Ya which pili, season are you in? uko katika msimu gani? Are you in the season of stake? Je, uko katika msimu wa jani? Are you in the season of head? Je, uko katika msimu wa suke? Or are you in the season of ripe harvest? Ama uko katika msimu wa matunda yaliyoiva? What is God saying about your life? Mungu anasemaje kwa maisha yako? About where you are and where you are supposed to Kuhusu ya mahali ulipo na mahali unapopaswa be. kuwa. Because the kingdom of God Maana ufalme wa Mungu is a farm ni shamba where a man scatters seed. mahali mtu anamwaga mbegu, And once those seeds are scattered, na mbegu zikipandwa they begin to grow. zinaanza kumea, And we do not know how they grow, na tusijue vipi vinamea, but they are growing. lakini zinamea. I came to tell you, Nimekuja kusema the seed you planted is growing. mbegu uliyoipanda inamea. I say the seed that you planted is growing. Mbegu uliyoipanda inamea. The seed of kindness is growing. Uzuri uliopanda unamea. The seed of love is growing. Mbegu ya upendo inamea. The seed of harvest is growing. Mbegu ya kuvuna inamea. Don't be discouraged. Usikate tamaa. Wait upon the Lord. Msubiri Bwana. It will come to pass. Itakuja kupita. I say it will come to pass. Itafanyika. Because the kingdom of Maana God ufalme wa Mungu is like a farm. ni kama shamba. You go and scatter seeds, Unamwaga mbegu. and you don't know how they grow. Hautajua zitakavyomea. God, I don't want to know how they grow. Bwana, sijui na sitaki kujua But zitamea. when you put a seed in my hand, Lakini ukiweka mbegu mkononi, I will be faithful to plant it. utakuwa mwaminifu kuipanda. God, when you put a seed in my hand, Mungu, ukiweka mbegu I mkononi, will be faithful to plant it. nitaipanda hakika. Because the ground Maana ardhi will work its way. itafanya kazi yake. Father, we thank you for your word. Baba, tunakushukuru kwa neno Father, lako. we thank you for your word. Tunakushukuru kwa neno lako That your kingdom kwamba ufalme is like a farm. ni kama shamba. Your kingdom Ufalme is like a farm. ni kama shamba. But a man goes out with seed, Mtu anapotoka na mbegu scatters the seed, na kuzimwaga, and the ground na nchi works its magic inafanya kazi for yake the growth ili kuzaa and for the fruitfulness na matunda yake of our lives. yawe katika maisha yetu. Father, our souls are grounds. Baba, nafsi zetu ni nchi, We receive seeds of growth. na tunapokea matunda ya We kukua. receive seeds of breakthrough. Tunapokea matunda ya upendo. We receive seeds of sanctification. Tunapokea matunda ya We utakaso. receive seeds of righteousness. Tunapokea matunda ya haki. We receive seeds of breakthrough. Tunapokea mbegu za upendo. Lord, we receive seeds. Bwana, tunapokea mbegu. Make us well-watered gardens, Lord. Utufanye bustani iliyowekwa maji. May we be fruitful, Lord. Tuwe wenye matunda. Lord, may we not withhold the seeds you've put in our lives. Tusikatalie mbegu ulizotupatia maishani. May we be faithful, Wacha Bwana tuwe waaminifu even to plant the seeds. hata kuzipanda zile mbegu. Help us to discern Tusaidie kutambua which is the good ground. ardhi njema ni ipi. Which is the good ground. Ardhi njema ni ipi. Father, we bless you Baba, tunakubariki and we worship you. na tunakuabudu In Jesus' mighty kwa name. jina la Yesu. And every believer says, Anayeamini aseme amen.